tukawa tunazungumza kwamba moja kati ya vitu ambavyo havikuwa vimetarajiwa kwenye show hii uzuri ni jinsi ambavyo mmeweza kujoin forces. Zamani ilikuwa ni vita between Bongo Flava na watu ambao walikuwa wanafanya rap kupitia utamaduni wa hip hop. Sahihi kabisa. Na ilikuwa ni vita sana. Na hii haikuhusu wewe peke yako. Maki watu wanaweza kuona kwamba ilikuwa ni Kalapina. Kwenye wimbo wa Habari Ndio Hiyo, Mwana FA. Kuna line anasema usinite Bongo Flava japokuwa bongo ni yangu. Naikumbuka ndio maana. So it wasn't about walikuwa wanafanya hardcore. Hata wale ambao walikuwa vipenzi vya watu kama Mwana FA na wengine walikuwa wanasema hivyo. Kalapina, wewe ilikuwa ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa wanapingana na idea kwamba rap ama watu wa hip hop hawezi kuingia kwenye Bongo Flava. Nao tunasema utu uzima dawa. Naam. Nini umekigundua katikati hapa na ukakubaliana na the idea kwamba hii ilikuwa ni safari tu ya Bongo Flava kwa ujumla? Unajua concept ambayo tulikuwa tukitofautiana nayo yani kwamba kusema hip hop ni Bongo Flava ni kitu kimoja. Hiyo ndio concept kubwa sisi tulijaribu kutofautisha. Hatakuwa tukipinga Bongo Flava ila tulitaka kutofautisha kwamba kuna hip hop artist na Bongo Flava artist. Lakini mwisho wa siku kwenye swala la msingi ambalo umeliuliza jibu lake yani kuwa kwamba sisi wote tunajenga nyumba moja. Sahihi kabisa. Umeshaelewa bwana? Yani kwa mfano hata tukirudi kwenye masuala mengine ya kinchi labda. Kwa bwana lakini hawa watu wote wanajenga nyumba moja. Kwa nini labda tutofautiane? Kwa nini tuvutane? Sisi wote tunapiga muziki. Sisi wote tunahitaji jukwaa. Sisi wote tunahitaji DJ, sisi wote tunahitaji fans, sisi wote tunahitaji media. Na tunafanya vitu tunashirikishana. Umeona bwana, utamchukua TD atakupigia chorus. Utamchukua Kiuchila atakupigia chorus. Utamchukua Dully Sex atakupigia chorus. Tuna maingiliano since day one. Kwa hiyo ni wamoja kwa ufupi, na kulidhihirisha hilo ndio maana miaka 30 tumo. HBC wamo. Umeona bwana, kina Lodice wamo. FDQ yumo tena katika nafasi za juu katika waandaaji wa tamasha hili kubwa kabisa ambalo limeweka historia. Naweza kusema mimi labda mimi naongelea ukubwa wa tamasha. Kitu ambacho mimi kimenivutia sana na kimenipa faraja ukubwa wa tamasha lenyewe. Kiukweli tamasha limekuwa kubwa sana. Sahihi. Na linatikisa si tu Tanzania na East Africa, dunia nzima imetikisika. Sahihi. Kwa sababu Azam Media na tazama dunia nzima. Of course, kama sasa hivi hapo wanatazama kama sasa hivi dunia nzima inatazama sasa hivi sinema zetu. Kwa tamasha limetikisa dunia nzima, limeonyesha utamaduni wetu, limeitangaza nchi, linatutangaza na sisi wenyewe kama bado tupo, uwezo bado tunao, nafasi bado ipo. Na nchi nyingine, wasanii wa nchi nyingine ambao nao walikuwa kama wame lose hope, Kenya, Uganda, Rwanda, hata Kongo wenyewe watu wamehamasika kwamba bwana kumbe inawezekana. Tukarudisha na sisi muziki ile ambayo ilikuwa ikipigwa zamani. Kwa tunapata tunawasiliana na baadhi ya wasanii wenzetu wa nchi hizo. Nao wamehamasika kufanya kitu kama hicho ambacho tunakifanya Tanzania. Na mimi nilijaribu kuwashauri waandaji kwamba tusiishie ndani ya mipaka. Kwa sababu muziki wetu si tu unapendwa Tanzania, unapendwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo hii miaka 30 tutaiazimisha, niliwashauri tutoke na nje ya mipaka, tukaazimisha na wenzetu ambao nao tumekuwa tukishirikiana nao kwa namna moja ama nyingine. Ambapo kuna some request ambazo zipo zipo kutokea Kenya hapo, ndio. Kwa hiyo I hope hilo linaweza likafanywa kazi. Kama muunganiko mzuri sana. Sana. Sababu kuna wasanii ambao wameshafanya kazi kutoka Kenya, ambao na wa Kenya, tushirikiana nao. Kenya ambao wamefanya kutoka na tumekuwa wengine tunaushirikiana nao karibu wa kirafiki wa kidugu. Of course kikosi cha Mizinga Kalapina akiwa anaiongoza walikuwa na producer kutoka Kenya anaitwa Kimya ambaye ni mdogo wake na Bambu. Baba mmoja mama mmoja. So Kimya bwana, salute Kimya.